Niliona jana rafiki yangu, na unajua kama kuna mtu anafaa kuulizwa maswali, huyu mtu alipata kuwa naibu wa rais kivipi? Mimi ni mmoja wao wanafaa kuulizwa maswali na Wakenya. Na leo nataka nisimame hapa niombe Wakenya msamaha, wenye wanaelewa ya kwamba ule wa Munyoro ni bipolar na ni mwenda wazimu. Kumpatia mwenda wazimu kama ule kuongoza nchi kuwa naibu wa rais hata kwa mwaka mbili ilikuwa makosa kubwa sana. Na naona kila siku anaongea, anaropoka. Hata afikiri, hata atafuti kujua, afanye research. Hata kama wewe unataka kuwa opposition, sometimes unafanya research kwa yale mambo unasema. Huyo anaamukanga tu, anarogota kitu yote ya propaganda, anaropoka. Lakini pia nataka niambie ndugu zangu walikuwa jana Nyandarua kwa Mashishi, pia mumuelewe. Unajua kufukuza mtu mwenye alikuwa naibu wa rais anajipata hapo kijijini nyumbani, pia kichwa inazidi kuharibika. Na pia mumuelewe, kwa sababu kuanzia aende nyumbani hajawahi kukutana na ile watu walifukuza yeye kwenda nyumbani. Ilikuwa mara ya kwanza jana walikutana. Ndio unaona alikubaliwa kuongea hata akaimba. I wish alikuwa ill, kwa sababu ule jamaa tumuombe Mungu. Na mimi nashangaa Mama Dorcas, huyu mtu umwambie atafute sera. Akiamuka William Ruto, akitembea William Ruto, akiopoka William Ruto. Nafikiria kilala wewe ndio utatuambia Mrs. Dorcas kama anasemanga William Ruto usiku, kwa sababu ana agenda, ana sera, ana mipango. Kazi yake William Ruto. Sasa jana niliona anaita Ngwa Kimani, leader of majority wa Kenya, tunamheshimu. Ati kijana, ati vijana wadogo. Mimi nataka nikuambie wewe wa Munyoro, usitudharau na usidharau Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah kuanzia kwa kichwa mpaka kwa miguu, na ujiangalie, enda kwa kioo. Ujiangalie kwanza ujue ule ako sawa sana hata kwa maumbile. Je, akili unamuita ati kijana mdogo? Sasa wewe ukiita Ichung'wah kijana mdogo ama uite Sudi kijana mdogo, tuko na watoto wakubwa huko university, wengine wamemaliza. Unasema hapo hii vijana wamekaribu. Mimi nataka niseme hivi. Na nataka ni encourage Ichung'wah na ile team wenye wako soba. Fanyeni bidii. Baada ya William Ruto kuongoza nchi, nyinyi ndio mtaongoza. Nyinyi ndio mtakuwa rais, nyinyi ndio mtakuwa manaibu wa rais. Huyu ni mtu mambo yake imekwisha. Huyu ni mtu ni kama scrap. Unajua scrap ikishatumika inaenda inachomwa tena itengenezewe nyingine. So tunaweza ongea na watoto wake, lakini sio huyu, kwa sababu huyu ni wazimu na ni bipolar. Na mimi nataka niwaambie wewe wa Munyoro, please tafuta sera, tafuta mipango, kuwa na maneno unaweza ambia Wakenya wanasasikia. Wewe sema kila siku William Ruto, saa 7 William Ruto, saa 10 William Ruto, usiku William Ruto, jioni Kindiki, sijui Kindiki Soprano, sijui ni wachana na Soprano wetu. Huyo Soprano ni mtu mwaminifu sana. Ni mtu mwenye msimamo, ni mtu mwenye heshima. Kuanzia huyo Soprano akuwe naibu wa rais, hata ukiona William Ruto rais wa Kenya kupata nafasi ya kufanya kazi. Kwa sababu wewe wa Munyoro ni kama kuoa bibi na wrong number kwa nyumba. Kila siku ukitaka kufanya kitu ni kama inzi ama ni kama nini napiga kelele kwa masikio. So tunataka tukwambie, please tafuta sera zako na Kalonzo na hiyo timu yako, mtengeneze sera. Wachana na hii team ya broad based hii. Nasikia jana unaingilia speaker, sijui alifanya nini. Sijui unaingilia nani, sijui alifanya nini. Na wacha nikuambia wewe wa Munyoro mapema, si unanijua. Hii kura tutakushinda na hiyo timu yako asubuhi saa 11 asubuhi mapema. Hiyo watu wote unaona hata wamekaa hapa. Hiyo kura hata isipojaa tutajaza. Na tutajaza kwa hii makura iko hii dunia. So don't waste your time. Kwani wewe unaona William Ruto ako na mimba? Kama Kibaki aliweza kuchaguliwa mara ya pili,
Uhuru akachaguliwa mara ya pili. Kwani wewe umeona huyu wako aje? Wewe ni mtu kumbavu, tutakusafirisha mapema uende nyumbani na utatusahau na utasahau inji na utaongoza hata Keppel Dip. Mtu unaongoza ni Dorcas na hao vijana yako, na tunawaambia Mungu hao vijana waoe ndio upate wajukuu na wakuje sasa tufanye kazi na wao. Wewe enda nyumbani, wewe enda parking kama wale wengine. Na vile vile ni vile tuliambia ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumekusaidia mara 3. Hii uchungu uko naye ni nini? Unahangaika kila siku. Mara unaambia William, ndugu yangu, kuja nyumbani. Na hata William anatukoseanga sana. Huyu mtu alituhangaisha ya kutosha. Halafu hata baada ya William Ruto kuwa rais, alienda bando kwa sababu ya heshima mpaka Ishaweri kwenda kumtafuta huyu anasema ni ndugu yake. Lakini mimi najua kupima watu. Ule mtu roho yake ni mbaya. Na nilikuwa nimesema sitaongea kuhusu kwa Kenyatta tena. Lakini nitasema. Mimi nataka niwaulize hata nyinyi Mungu kwa hii mashishi. Kama wewe ni mzee, uko na bibi 4, 4 wives. Si lazima uko na watoto wao bibi 4. Huyu kwa Kenyatta huyu Uhuru ni kijana bibi mdogo. Bibi wa kwanza alienda wapi na watoto wake? Bibi wa pili alienda wapi na watoto wake? Bibi ya 3 alienda wapi na watoto wake? Ndio ikuje ikue ati mama Uhuru na kuna Uhuru ndio kwa Kenyatta. Inamaanisha hao watu ni watu wabaya. Walimaliza hata wale familia yao mapema, ndio huyu kitendaniba akabaki. Hiyo ni maswali nataka ujiulize kama zeni kama Mkenya. Ujiulize mbona wewe kama wewe ni mtu shujaa uko na bibi 4. Watoto wale bibi wengine wote wanaenda kwa bibi ya mwisho watoto wanaonekana. Sisi tunataka tukwambie Uhuru tunakuheshimu, enda retire, enda ufanye gym, naona mwili na kusumbua, wacha waste time na kuhangaika na siasa haisi kukusaidia. Wakati yako iliisha, tulia. Na mwisho, muache kusukuma watu wa mlima na kusema ati watu wetu. Nikijia tena mahali anaongea Kikuyu. Uhuru unaenda mahali unaongea Kikuyu. Please, heshimu wa Kikuyu, heshimu watu wa mlima. Hawa ni watu wako pembe zote za Kenya. Kama kuna watu hawafai kuongelewa kusemekana mambo ya ukabila ni watu wa mlima. Kwa sababu hapa tukiwa hapa watu wa mlima wako. Ukienda Mobia wako, ukienda Bungoma wako, ukienda Mombasa wako across the country. Hao watu wanataka waitwe constituency ya Kenya. Wacha kusukuma watu wetu watu wa mlima. Na mimi nataka niambie nyinyi watu wa mlima, msidanganyike. Ule wakati Uhuru alikuwa kwa serikali, ni kazi gani alifanya William afanye sahihi kwa mlima? Wakati huyo wa Munyoro alikuwa kwa serikali kwa mwaka 2, utuoreshe toilet alijenga kando akiwa mlima. Toilet peke yake alijenga, leo aenda asindua aseme nikiwa naibu wa rais nilifanya hii na hii. Nyinyi watu wa mlima ndaka niwaombe na mnisikize. Wa viongozi wenu the selfish. Ni watu wa kujitakia na kuwatumia kwa njia mbaya. Tuungane na Kenya nyingine yote, tushike huyu Hasso na raunganisha Kenya mzima, tusukume Kenya yele mbele na tukae pamoja. Na mimi nataka niombe wa Kenya, watu wa mlima ni watu wa Kenya, ni watu wa bidii, ni wanabiashara, wako kila mahali kwa pembe zote za Kenya. Msichukue viongozi hao wao ndio wazimu, niongeze kwa watu wa mlima. Sisi tumekaa na watu wa mlima, tunafanya nao biashara, tunaishi nao. Hata ukikuja hapa Eldoret, hawa ndio wanafunza wakati nyinyi biashara. So msituletee hiyo ukumbavu wenu ati sisi watu wa mlima. Msisukume watu wa mlima kwa kona. Watu wa mlima ni wa Kenya. Na hiyo tu nilikuwa nataka niseme. Na wewe Munyoro, please, Mr. Dorcas, tuliza boli. Utaona maneno hujaona siku nyingine. Wewe unafikiri sisi ni wajinga? Hata ni wakiniwachia mimi peke yangu, nitawanyorosha nyinyi wote mbaya sana, kwa sababu ni watu bure.